Muda kidogo akatoka amevaa nguo zake za kitomboi akaja mpaka sebleni. Akatoka nje, jamaa akashangaa sana yani. Basi akamshukuru mama pale, mama akamwambia unakaribishwa muda wowote. Poa akaondoka. Basi akawa amefika sehemu yao maalumu ambayo walipanga kwa ajili ya date. Poa akawa anamuuliza, kama nimefanya kitu kibaya ambacho hujapenda niambie. Lakini Jeni akawa hampi sababu maalum kwa nini ameenda kuvua nguo zake na kuvaa nguo za kitomboi. Lakini Jeni akawa amemind sana, akaanza kuongea maneno pale. Ghafla kuna wateja walikuwa pembeni wanaongea pale, akahisi kama wanamsema yeye, akaanza kuongea pale, anawagombeza kitu ambacho ikawa ni kama anamwaibisha Poa pale. Akatoka nje, Poa akaamua mfate. Poa akamuuliza tena kwa nini amefanya vile. Bado Jeni hana sababu maalum ambayo inaeleka kwa nini amefanya vile. Poa akakasirika sana, akaondoka kwa hasira kwa sababu kwanza akamwaibisha, pili hampi majibu ambayo yamenyoka. Hata mimi ningekuwa hivyo ningemind sana yani. Anyways, ndo mapenzi bana. Kuna ups and down, huzuni, furaha, lazima tuvipitie hivyo. Basi binti akawa ameingia chumbani kwake ana mawazo sana yani, kama unavyojua mudi haiwezi kakaa sawa kwa muda huo. Mama akawa amekuja pale, akamwambia mama yake hataki kuongea naye, hana muda wa kuongea sasa hivi. Mama akakaa kuongea na mwanae. Basi mama akawa amejua sababu kilichomfanya bibia akasirike vile ni kwa sababu muda ule alivyomuona bibia amependeza vile, alifurahi sana na kumsifia, kitu ambacho kilimfanya Jeni akasirike sana kwa sababu siku zote hapendi mama yake akiwa anamuona akiwa kavaa nguo za kike, anapenda kuvaa nguo za kiume tu, na imekuwa ni ugomvi mkubwa sana kati ya yeye na mama yake. Basi mama akatulia na akaamua amwambie ukweli ambao hakuwahi kumwambia miaka yote. Baba yako alikuwa anatamani sana apate mtoto wa kiume, na kipindi nina ujauzito wako alidhani utakuwa ni mtoto wa kiume kwa sababu baada ya vipimo vya daktari ilithibitika kwamba tungeweza kupata mtoto wa kiume, lakini mambo yakawa tofauti. Baada ya wewe kuzaliwa, ulizaliwa ni wa kike, na ndipo baba yako alikasirika na akaamua kututelekeza kwa zaidi ya mwaka mmoja, na baadaye akaamua arudi, akaomba msamaha na tukaanza kukulea wewe. Sasa kwa kuwa ndoto yake ilikuwa ni kupata mtoto wa kiume, na ndipo akaanza kukufundisha tabia za kiume, akawa anatumia muda mwingi sana na wewe, na mimi nilishindwa kuzuia kwa sababu mlikuwa mnapendana sana. Mwanangu, Mungu alipokuumba wewe na ukawa mwanamke hakufanya makosa. Unatakiwa ujipende na sio kuwa tomboy mwanangu. Inahuzunisha sana. Jeni alilia sana. Mwisho wa siku akamwomba mama yake msamaha kwa sababu amejua ukweli wote, na baada ya hapo akaamua kubadilika kabisa. Lakini ni ngumu, kama unavyojua alikuwa ni tabia ya muda mrefu, lakini akajitahidi kuanza kubadilika mdogo mdogo. Akaanza kubadilisha tabia yake, sio kama mwanzo, akabadilika kidogo kidogo, kitu ambacho kilimvutia sana mama, ikamvutia sana na dada. Lakini huku upande wa Poa hana amani kabisa, muda wote ana huzuni tu, amekaa kinyonge tu, hadi namuonea huruma, natamani nikambembeleze, lakini ndo hivyo, ni movie. Mshikaji wake Ebuka amejaribu kumweka sawa, lakini imeshindikana. Jamaa alikuwa shampenda sana Jeni, lakini amekuja kumdisappoint sana. Sasa leo dada akaamua mshauri mdogo wake aende akamwombe Poa msamaha, akaongea naye kwa utaratibu, anatumaini atamuelewa tu. Basi bana, akaamua aende kumwomba msamaha. Akaenda, Poa akamkaribisha, lakini Poa kumuelewa, bado ana kidonda. It's not easy. Basi bibia akaondoka kinyonge sana, japo aliongea naye kwa upole, lakini Poa kumuelewa. Akawa amerudi nyumbani kwa huzuni sana yani. Dada yake akambembeleza, lakini baadaye akampa plani, akamwambia nina wazo. Jeni akamwambia dada, hamna wazo ambalo tutafanya kazi kwa sasa, lakini dada akamshawishi sana pale. Mwisho wa siku akashauriana. Wameshauriana nini sijui, tuendelee kuangalia. Usiku tunamwona Jeni kaja na kipaza mpaka mbele ya nyumba ya Poa, anaeleza hisia zake kwa uchungu kwamba anampenda sana, na akaelezea yote ambayo Poa amemfanyia. Poa akasikia, akatoka dirishani kwa juu pale, akawa anamsikiliza. Poa, nakupenda mpaka mwisho wa hii dunia, nakupenda ardhini mpaka mawinguni. Basi bibia akaeleza hisia zake, akaongea maneno yote matamu, lakini Poa akawa kama ameondoka hivi. Jeni akahisi kukata tamaa, akaishiwa na nguvu kabisa. Lakini ghafla wakati anasubiri pale, Poa akawa amefungua mlango, akatoka mpaka nje.
Hii ndio nguvu ya upendo bana. Wakati huo majirani huku wote wametoka nje, wanashangaa ni nini kinaendelea, kwa sababu Jane alikuwa anaeleza hisia zake kwa kutumia kipaza, so ni lazima watu wangesikia. Nakupenda na nimezama kwako, sihitaji tena muda mwingine, kwangu ni adhabu na sihitaji tena kuitumikia adhabu hii zaidi. Sihitaji unirekebishe, ninachohitaji ni unipe nafasi ya kukupenda wewe tafadhali. Mtoto aliongea maneno ya huzuni sana ya kugusa moyo. Basi na majirani wakasaidia kukazia mada pale, msamehe tu kaka, huku na dada akiwa anaangalia pale, bila kumsahau Ebuka naye anaangalia pale. Po akasema, huu ni ukichaa, nani amekupa hili wazo? Umewaza nini lakini? Nakupenda pia Jeni. Basi mtoto akashindwa kujizuia, akamkumbatia kumbatio zito sana yani. Basi dada akawa amefurahi sana pale yani, pia majirani walifurahi sana, Ebuka pia alifurahi sana, wote wakawa wamefurahi pale. Furahi kazidi, mtoto akataka kubebwa jamani. Ken akambeba kipenzi chake. Wanaume wenzangu na washauri tuoe vipotabo bwana, vitoto vya kubebeka kama huyu. Bana, kiukweli nimefurahi sana watu wawili kurudiana, upendo umerudi tena. Na mimi nitumie nafasi hii kukushauri, tafuta anayekupenda, kwa sababu hata itokee nini hamwezi mkatengana. Na huu ndo unakuwa mwisho wa filamu hii nzuri sana, love story ambayo ilikuwa imenyoka sana, imetupitisha katika matukio mbalimbali, huzuni, furaha, vyote tumevichambua humu ndani. Nashukuruni sana kwa kuwa nami mwanzo mwisho, na ninaomba uache komenti yako hapo, ni sehemu ipi umependa zaidi kwenye hii love story. Mimi binafsi nimependa hiki kipande cha mwisho, nataka kujua na wewe umependa kipande kipi kwenye hii story, uniambie kwenye komenti hapo. Lakini pia naomba usubscribe channel yangu, channel iweze kukua, nizidi kupandisha kazi. Komenti zikiwa nyingi, uhitaji wenu, mimi napandisha kazi. Nashukuruni sana. Mimi ni Milan, the voice of love, na hii ni Molex Recap. Bye.